Karibuni tena katika kipindi chetu cha General Chat. Na leo mimi na Rebecca tunaenda kuongelea kujitafuta na kujipata. Haya, Rebecca. Unajitafutaje, unajipataje? Nadhani kujitafuta ni kitu natural, kinakuja tu as you grow up, kutoka utoto wako, unajitafuta wewe ni nani. Ndio maana unaviona vitoto vinaanza kujiuliza kama yeye ni msichana, mvulana, anakuja anajipata pale, anajua yeye ni mtoto wa kike, tunaenda tunakuwa, lakini yani ni a continuous process. Tatizo je, unajipata? Kwa sababu hata hiyo ya msichana na mvulana tunaitoa mfano Tanzania, tunaona watu wengi wanafanikiwa. Huku Ulaya si unaona watu wengine hawajajipata mpaka wanakuwa wazee, ajue mwanamke, ajue mwanaume. Na kweli ukitaka kujua hivyo, utaona mtoto wa kike hata michezo yake atafanya, ananyonyesha mtoto, anafanya nini. Kwa hiyo ina maana amejua kwamba mimi majukumu yangu ni hivi. Lakini hebu tuangalie sasa, mtu umeshakuwa, achana na hiyo utoto labda kujua jenda au nini. Hiyo unakuta hata mtu mwingine alishajijua kabisa kwamba ni nani, akachoose kuwa anavyotaka kuwa. Anyway, we are not talking about that. Lakini kikubwa ambacho tunataka kuongelea ni kwamba kwenye maisha unapojitafuta, labda kama wewe ni mwanafunzi, kwa nini mtu mwingine anaweza akawa ni mwanafunzi lakini asiweze kuwa mwanafunzi properly au asifaulu au nini? Unaweza ukamkuta mtu ni mwanafunzi lakini anaishi maisha ya raia. Yaani una mazingira ya raia. Unaweza kama raia. Ni Rebecca, eti ya raia. Jasema ya mtu ambaye sio mwanafunzi. Raia huo, si tuko uraiani. Sasa wenye assignment sasa. Wewe una assignment 3 zinakusubiri in 2 weeks. Afu unanifuata mimi. Hujajipata bado. Umenikumbusha siku moja. Unakumbuka kipindi kile nilimwizaga Melissa? Nimwambia Melissa alipofika 16. Yeah. Nikamwambia Melissa, watoto wengine bwana wanaenda kufanya part time kazi. Akaniambia no, my job is a student. Unaona, hajipata wewe. Huyo alikuwa amejipata na hataki kujichanganyisha kufanya hiki na hiki mpaka. Kwa hiyo ni kweli unakuta mara nyingine kweli mwanafunzi anaweza akashindwa kufanikiwa kutokana na kweli inaweza ikawa ni maisha. Kwa hiyo akabidi labda aishi huku mfanyakazi na mfanya biashara labda huku nini, ili kuweza maskini kuona kwamba labda nipate niweze kulipa school fees, you never know. Lakini all in all ni kwamba hata katika kufanya hivyo bado ujue kwamba katika kipindi kile kitu kikubwa au kitu muhimu unachofanya ni nini. Yeah. Kama ndio maana Joy hapo umesema hivyo, umenikumbusha. Yani unakumbuka zamani watoto tulikuwa tunahusiwa sana na wazazi, ukiwa unaenda shule, wewe nenda shule uko cheze shule ndio muhimu nini. Sasa angalia watoto wa siku hizi, watu wameenda shule wanapigana kupigania sijui nini. Pale watoto nimeona mpaka jana wamepelekwa mahakamani. I'm like, you know what? Ndio hivyo, watu hawajajipata. Wao umepelekwa shule kusoma. Shule ndio priority. Hivi vingine kweli tamaa ya mwili unaweza ukavifanya, lakini viwe low. Kuli shule iwe hapa, hivi vingine viwe chini yake. Sasa ndio hapo ndio bado tunarudi pale pale kusema kwamba okay, kama umepelekwa shule na bado kuna mtu anaitwa mzazi ambaye maybe anakusaidia kusoma, ukafika kule na wewe ukataka uanze kufanya vitu vingine, obviously unakuja kukuta unaharibu kitu ambacho ni muhimu, ambacho kingekusaidia zaidi ya hivyo vingine. Sasa sio wanafunzi tu ambao labda wengine wanakuwa ndo bado hawajajipata. Na wale ambao walishamaliza shule na kila wengine ni kwenye ndoa. Mtu ameolewa au ameoa, anaishi kama vile bachelor. Ana hata mchumba. Kama ana hata mchumba na maisha yake. Umeona anaishi single handed. It's true. Na unajua kuna dada mmoja nilikuwa naongea naye, nikamwona huruma sana. Akasema hivi, tangu wameona na mumewe, yani mume, of course tunajua kwamba kila mtu lazima ukitaka kufanikiwa uwe na marafiki wazuri, uwe na nini, watu ambao mnaweza mkashauriana kabla labda ujaje huko ndani. Lakini mimi nafikiri tunatakiwa tufundishwe kwamba ukishaoa au ukishaolewa, unakuta mkikuta sasa iwe shida kwamba na nyinyi wawili hamjapatana humo ndani, yani bado mnajitafutana humo, mmeshakuwa pamoja lakini bado sijui kama unanielewa ninaposema hamjapatana. Kwamba unakuta mwanaume anashindwa, mwanamume au mwanamke anashindwa shindani na kote. Anashindwa kusema kwamba nitakuja tukae tu discuss hiki kitu na huyu. As a result
Watu wengi bado wanaishi single life. Unaona kwamba mimi na kitu changu nataka kufanya, namtafuta Rebeka, kwamba Rebeka ndio nini. Na ulishaonaga wale watu ambao unakuta akishasema rafiki ndio final, hakuna cha husband, hakuna cha wife. Yeah. Sasa huyo ni mtu gani unasema? Au hicho kitu tutakisema ni kitu gani? Kwa hiyo unakuta Sasa huyo mtu anaumiza kichwa. Anaumiza kichwa kwa sababu ndio unakuta hapo bado watu hawajajipata. Na unakuta ni mbaya sana tukifika kwenye hiyo eneo la kwenye marriage, kwa sababu kwenye marriage bwana ndio kunakozaa everything. Hivi vingine vyote tunaongelea mpaka mtu we shule we nini. Kama marriage haipo, watoto hawapo, watatoka wapi wakwenda shule, wakwenda maisha, kufanya nini? Kwa hiyo hiyo ni sehemu kubwa. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba mtu aishi tu kwa kusema kwamba anaishi bado single life kwenye mambo ya kusema tufanye nini tusifanye nini. No. Mwingine hata kwenye social life, kwa sababu mle ndani hawajajipata. Na ndio maana mimi nakwambia Biblia na mambo mazuri sana. Ndio maana Biblia ilikuwa nasema hawataendaje njia moja wawili wasipopatana. Umeona? Inakuwa ni changamoto, kwa sababu kama mnaenda sehemu au mnataka kufanya kitu pamoja na hampatani, haiwezekani. Kwa hiyo ndio unakuja kukuta watu wameoana lakini ni masingo. Yaani ni masingo tu ambao nje wanaonekana wanatoka mlango mmoja. Au sijui wahitaji advance. Wanaitwa nini wale wanao rent house kwenye nyumba yako? Wanaitwa nini? Tenant. No. Wale wengine lodgers. Kwa lodgers. Yaani au tuweza tukasema ni senior lodgers kwenye marriage. Na ndio maana unakuta kitu ambacho kimekuwa planned kiwe the best kinatana kuwa the bad. Na ndio maana shetani anavyofanya, anakuja kukuta kwamba sasa marriage zinapoisha, marriage zinapoharibika, mara nyingine unakuta wachache wanaweza kukaa wakasema is better. Hujasikia sasa hivi mtu is better me alone na nene. Kumbe shetani tu ana njia ya kunini ya kuharibu hiyo. Lakini turudi tena kwenye somo letu. Sasa unapojitafuta, na kama ulivyoongea Rebeka kwamba kujipata ndio muhimu, si ndio? Kwenye process ya kujitafuta it's okay. Kila mtu anaweza kaa anajitafuta. Lakini kama bado hujajipata au unatakiwa ufanye nini ili uweze kujipata? Labda nadhani kuna wengine inabidi waende counseling. It's true. Unajua sisi wa Afrika hatupendi counseling, lakini mara nyingine inatakiwa. Na zipo jamani, kusema ukweli, hata makanisani, kila kanisa linatakiwa liwe na counseling office, ambapo watu tuko tofauti na watu wametoka kwenye culture tofauti, background tofauti, mafunzo tofauti. Wengine hawajapitia kabisa huko jeshini mafunzoni. Sasa unataka kumfanya mwanajeshi, mumcancel mwenzenu jamani, ajue. Umeona? Lakini sasa mimi sipingi na furahia point ya counseling, kwa sababu hapo tunaongelea counseling hii ni kwenye level ya kawaida. Yaani hapa tunaongelea ni maisha yoyote, mtu yoyote. Counseling is very important. Lakini sasa unakuta kuna wale watu Rebeka ambaye hata akipata counseling haimsaidii kwa sababu hataki kuifuata. Au wanatakiwa wawe sectioned. Please. Samahani. Utanifanya niharibu hii recording jamani. God help me. Okay. No, samahani, kuna wengine tunahitaji maombi. Wengine hapo usikimbilie kwenye maombi kwanza. Hapa tunaongea bado kikawaida. Ndio nasema mtu anatakiwa awe section. Lakini tunaongea tunacheka, lakini mimi kwa kusema kweli naona mara nyingine wanatoa, napenda kufanya kitu kionekane simple ninapocheka. Ni kitu very serious. Tukiachana bado hatujafika kwenye spiritual sasa hivi. Lakini Rebeka, you are right. Kwa sababu mtu mwingine unaweza kukuta unaishi na mtu, mnafikiri mnajitafuta, sijui ndio mnatafutana, hamjipati, hamna anayempata mwingine, hamna anayepata position ya kwa kwenye marriage, hakuna anayepata position ya kwa kwenye business. Kama ni biashara ya kawaida, ndio unakuta kama wale wengine ambao waliamua kuifanya marriage na iwe contract, inaisha. Unaona? Kwa hiyo unaona go your way, I go my way. Lakini that is not what God wanted. Now, kwenye maisha in general, kama kweli hiyo counseling na imeshindwa kukusaidia, then mimi nafikiri hivi, kikubwa hata kabla ya kwenda kwenye counseling, kama kila mmoja ana believe kuna Mungu. Kwa sababu unajua imani ina play part kubwa sana.
Tatizo ni pale ambapo sasa mtu anakuwa hamjui Mungu au hakubali kuna Mungu. Hiyo tena huyo anatakiwa kuwa section straight away. Lakini kikubwa jamani ni kuomba direction kwa Mungu. Kwamba hapa nafanya nini? Na kingine Joy, yani point yangu ilikuwa ni kwamba saa nyingine huyo ambaye hajajipata, ajui hata hajajipata, yupo tu yeye mwenyewe, yuko ready kuendelea kujitafuta mpaka siku atakayoika. Na labda ajitafuti, na wala labda ajitafuti, wala haangaiki kusema kwamba I'm working towards this goal. Kwa sababu kuna ile mtu unaweza kuwa unasema kwa nini tatizo hili kila siku? Hebu ngoja nitafute ufumbuzi. Huyo anajitafuta. Lakini kuna yule ambaye kwamba kisera bwana whatever ubi. This is it, this is me. Sasa how ndio wewe kama ndio mke, ndio mzigo wako uombe. Kajisemeaga nilimpendaga, kuna wifi yetu mmoja. Siku hiyo ni wifi ya rafiki yangu kampigia simu kaka mtu kapokea. Kaongea. Alivyomaliza yuko, "Aya ongea na msalaba wangu." Jamani siku hiyo nilishtuka. Na mwenyewe anacheka. Wifi anacheka kwamba kaitwa msalaba. Lakini point ni kwamba kweli huu utakuwa msalaba wako ndugu yangu. Inatakiwa ubebe kwa maombi upeleke uko msalabani. Kwa sababu yule mwenzako hajui, na sengine amefungwa ujue. Sio yeye. Tukumbuke hivi vitu ni spiritual. Sengine ni mtu tu amefungwa, hajui A wala B. Kwa hiyo ndio hivyo tunabeba msalaba. Kama ni mtoto wako unagundua mtoto huyu jamani mtoto hajielewi, hajitambui, hajijui yeye ni nani. Tumuombe. Ni koligi, labda ni bosi wako, ni bosi, lakini wewe ndio unabeba majukumu yote, yeye ka relax. Mshahara analipwa yeye. Muombe. Kwa kweli. Kwa hiyo kwa kusema ukweli ni vizuri kufika sehemu ujiangalie kwenye maisha hayo ulionayo. Wewe uko kwenye position gani? Kama wewe ni mama una mtoto, je, unaishi kama mama? Unafundisha watoto wako nini? Kama wewe ni baba una watoto, una ndugu, unaishi unaishi mume. Sorry? Unaishi kama mume kwanza? Ndio hapo. Kwa sababu alafu unajua mimi kitu kimoja Rebecca sikipendi kingine ambacho kitabidi tufanye another topic, especially kusaidia ndugu zetu hawa weusi. Mimi sipendi mtu aniambie kwamba eti kwa vile sisi ni Afrika bana sio culture yetu. No, kuonyesha mapenzi haina culture. Umenelewa? Hapo ni kujitafuta tu ujipate, ujue wewe ni nani, unatakiwa umuonyeshe mwenzako nini au umfanyie nini. Na sio ile kwamba mwingine kama ndio kinanyia mnasema mimi maua spendi, fine. Labda sio culture yetu kupeana maua, lakini pewa hela utazikataa. Umeona? Kwa hiyo kama kila mmoja lazima ajitafuta, ajue huyu mtu ili niweze kuishi naye nafanya kitu gani. Huyu mwingine japokuwa of course kuna vingine ndio hivyo umenichekesha kwa mwanzo niliposema wengine wanatakiwa kuwa section, wengine wanatakiwa nini. Na ukishajua kama huyu mtu umemsection wewe mwenyewe kwamba huyu mtu kwa kweli nini, basi then hapo namwomba Mungu sasa ndio ile mambo ya Paulo ya neema yako yatosha. Neema yako Baba yatosha. Kwa sababu ule ugonjwa au ile kitu akiondoke. Lakini jamani, na kiondoka kwa uweza wako sio wangu. Umeona? Kwa hiyo kwa kusema ukweli, hebu tumuombe Mungu atusaidie, na hapa ndio Mungu anapoingilia kati. Kwamba kuliko kujitafuta ukapoteza muda, hivi nafanya nini? Hivi mimi ni nani? Hivi na kuna wengine unajua natafutaga amani kwa nguvu kubwa. Amani itafutu kwa kujirusha, amani itafutu kwa kuwa na hela, hata kuwa na pesa. Unaweza kupata amani ambayo ni ya muda tu. Lakini amani ya moyoni inatoka kwa Mungu. Kwa hiyo mimi nafikiri kujitafuta kwa maana ambako kunasaidia mambo mengi. Ukijipata kwamba una hofu ya Mungu cha kwanza. Ukajua wewe ukiwa na shida wa kumkimbilia ni Mungu. Nini nafikiri mambo mengine yote atakwenda sawa. Kwa hiyo jamani, kikubwa sio tu kujitafuta, cha muhimu ni kujipata. Hebu tumuombe Mungu. Na mwisho kabisa tumeangalia hizo engo zote, lakini engo nadhani muhimu sana ni ya kiroho. Sisi mimi na Joy ni Wakristo tuliokoka, tunampenda Yesu, tumeokoka, tunampenda Yesu. Amen. Kwa hiyo sasa hujamalizia. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Mbona hujarudi?
Amen. Kwa hiyo sasa na watazamaji wetu natumaini wengi ni hivyo, kama sio nasubiri nini bwana, njoo huku. Sasa kwenye huku kuokoka na nini nako tuna maahadi kibao ya kujijua sisi ni nani. Sasa na sisi tunatakiwa tujipate sisi ni nani. Askari wa Yesu, sisi ni askari wa Yesu. Kingine Joy, sisi ni nani? Yani vingi tu. Kwanza ukishataka ndio hivyo taji kimoja unachokijua wewe. Yeah, ukishajua tu kwamba wewe you don't belong to this world. Wewe ni raia wa heaven. Kwa hiyo vyote ambavyo vinaweza vikawa vina happen au ukawa ndio umelodge kama unavyosema mna lodge badala ya kuwa mmekuwa mmeoana. Mmekuwa labda senior lodgers. Mna lodge tu nyumba pamoja. Yeah, lakini bado utakuwa na peace kwa sababu unakuwa unajua huyu mwenzangu kwa kweli hapa neema ya Bwana yatosha. Lakini moyoni una uhakika kwamba we ni raia wa sehemu nyingine ambayo kuna tumaini zaidi. Why? Kwa sababu haya mambo hapa duniani hayakusumbui akili. Hayakusumbui. Na mbali tuna kwamba hayakusumbui. Hakuna kitu kikubwa. Unajua watu wengi huwa wanaweza wakapata shida kwa sababu ya kitu ambacho kitegemea alafu kisiwe. Lakini nafikiri that is another talk for another day. Tuishie hapa. Sijui kama na mwisho nataka niseme Joy, naomba usicheke. Naomba usicheke. Na bana mdomo. Ujue kwamba wewe ni chosen. Watazamaji, naomba tuishie hapo. Kwa kweli. Kwa kweli na Mungu atubariki sana. Na ukijua kwamba wewe umechaguliwa na Mungu, jamani utakuwa na bold. Unajijua wewe special. Yaani ndio ukitembea. Mimi nikwambie Rebeka, kwa kusema kweli, mtu anaweza asielewe kwamba nyie ndio mnajifanya hatujachagulia hivyo. Tunauhakika kwa sababu tunaposoma the word of God says so. Kwa hiyo ni yale maneno ya Mungu ndio tunayavuta, apply. Na ukiapply unajua kikubwa ni imani tu. Unaenda kupanda, nilikuwa nasoma kile kidogo kinasema hivi, unapanda ndege umjui hata rubani. Umepanda kwa imani, lakini una uhakika kwamba utafika. Unapanda basi ujui hata jina la driver, lakini una uhakika utafika. Kwa hiyo kwa nini usimjue Mungu? Au kwa nini usimfuate Mungu? Kwa hiyo sisi tunaongea kwa sababu at least tumejipata kwenye hii area kwamba ukishaona kila kitu kinashindikana, husband anageuka kuwa loja, wife anageuka kuwa loja. Unaona ya nini? Hebu ngoja mimi nikimbilie. Yeah. Kwa hiyo exactly. Kwa hiyo jipate kwa kumtafuta Mungu zaidi na haya mengine yote yatakuwa history. Mungu awabariki sana. Amen. Basi naomba msisahau kusubscribe, kushare, like and comment, na Mungu akipenda tutaonana tena wakati mwingine. Amen. Amen.